Baba Ivan Supplier Yo, Kismart bwana mambo vipi? Mimi ndo Baba Ivan Supplier, Big Supplier, voice ya mtaa. Wengi wananijua kama supporter, supplier in short, supplier ambaye pia hivyo hivyo supporter ambaye na support muziki wa Singeli. Tumeanza kusupport muziki wa Singeli ni muda sana, au sio bwana? Mpaka sasa muziki wa Singeli ulipofika, unaaminika kama redioni, unaaminika kwenye TV, unaaminika mitandaoni, unaaminika mtaani, ni jambo kubwa ambalo tumelitumia na kulisupport, au sio bwana? Sasa kitu ambacho leo kimenileta hapa ni kitu ambacho kuwahusia masapota wote ambao tunasupport muziki wetu wa Singeli, au sio? Na wasanii kwa ujumla, maproducer nini, yani wote ambao tunasupport muziki wa Singeli mpaka mashabiki zetu nini, ni kitu ambacho tunakitumia hapa ni kama kuwahusia, au sio bwana? Na kwa nini mpaka nawahusia? Ni kitu ambacho mimi kimenigusa. Mfano juzi nimepokea simu. Halo, vipi fresh baba Ivan Supplier, kuna tuzo zimeandaliwa kwa katika jina lako limepita. In short, jina lako limepita katika watu ambao wanasupport Singeli kufika mtaani kwa haraka, au sio? Wewe upo, jina lako limepita, kwa hiyo kuna tuzo yako hapa, poster ya Tiffany Hotel hapa, Tiffany Diamond Hotel, poster, njoo chukua tuzo yako siku ya Jumatano, uje na watu wako. Uje na watu wako 50, 100 utajua wewe. Waje kukusindikiza kupokea tuzo yako, ili mradi vibe liwe kubwa kwa upande wako, kwa sababu tuzo hizi zitakuwa na watu wengi na watu na wasanii wengi pia watakuja na watachukua tuzo zao, na kila mtu atakuja na watu wake labda. Kwao nimekwambia na wewe tu uje na watu wako, kwa sababu vibe shangwe nini ipo hivyo. Kwa nikamuelewa, nikakaa nikaskuti, nikaona Singeli ndio imekuwa hivi mpaka masupplier tunaonekana. Bwana, tushazoea ma DJ, ma producer, tushazoea wasanii ndio wanachukua tuzo. Sasa mimi nikashangaa, salute sana. Kwa nilichokuwa nakifanya kikubwa kimeaminika kama nilivyokuwa nakiamini mimi, au sio bwana? Na mimi sikushangaa. Kwa nini sikushangaa sana labda tuzo hizi? Sikuwa na mapepe, kwa sababu nilikuwa najua mimi malengo yangu na ndoto zangu zote ndo zilikuwa hivi hivi. Napambana kwenye muziki, napambana kwenye Singeli, napambana wapi, lengo nije kupata tuzo, kwa sababu nilikosa tuzo shule. Hasa kama tuzo shule au labda zawadi sijui wanaita kwa shule yenyewe, nilikosa hata peni ile. Nikakosaga shule. Sasa nimekuja kupata kwenye muziki. Hatimaye muziki leo umenipa thamani kubwa sana. Napelekea hadi kubadilisha maisha yangu. Jambo la tuzo sio jambo dogo, au sio bwana? Kwa kitu kingine ambacho pointi kuu ni pointi ambayo ningependa kuwaambia masupporter wenzangu, au sio bwana? Supporter ambao wote tunasupport muziki, tujitahidi sana kusupport kweli. Ila sio kila kitu, ila ikikosekana kuna vitu vinapungua, vitakufanya uchelewe kufika sehemu fulani. Tujitahidi sana kutumia moyo kwa support wasanii wetu wadogo, tusiwadharau. Wakubwa wamefika, kwenye kufika kwa wakubwa bado wanatudharau sisi ambao tulotoka nao chini, wanatudharau. In short ni hivyo, ni wachache wenye moyo, ila wengi ambao tumewasupport sasa hivi wamefika wanatudharau. Unaweza kumpigia ukana jambo lako tu. In short hapa ni leo nipo kuja kuelezea Singeli na changamoto tunazozipitia sisi masupplier. Mfano unaweza umeandaa tu jambo lako, bwana na show yangu, bwana na party yangu, bwana na mwanangu kabisa, mwanao labda mtu, au yani kuna vitu fulani ambavyo vipo ambavyo ni official vya kwako, ambavyo sio vya kuomba, sio vya kuletea uchao kwenye show ya mtu ndio mlete mwanao. Ni vitu vyako kabisa. Bwana, birthday yangu mwanangu, au nimeandaa jambo langu, kwa sababu mimi supplier, mimi supporter, au sio bwana? Kwa nini nimeandaa jambo langu, ndugu yangu anakujua na mnajuana vizuri na mshafanya kazi kitambo sana, na wewe wenda una mchango mkubwa kwenye kumsupport yeye kwa pale alipofika, au sio bwana? Kwa hiyo sasa kama wewe kama umesupport kwa yeye pale alipofika, na wewe siku unataka support kutoka kwake, utasikia una 300 hapo. Sasa hivi mimi show za kusupport sifanyi. Sijui nini.
Sasa mgwani kama mimi, muni kama mimi, ukishaniambia hivyo naona wewe unapagawa. Unapagawa na ustaa. Alafu sasa ukiangalia wewe mtu mwenyewe anakuletea uvimbaji, ukiangalia wewe ndio umeanza kuwa star kabla yake, na ushakula sana hela zake, ushakupigiaga sana simu. Wewe kaka, hii kaka, kutadi kaka. Kaka hii ngoma yangu bwana, nimetoa support kaka. Wewe kaka, sijui nini kaka bwana, namba support yako. Mtu anakupigia simu. Sasa kishaenda yeye anakuwa anajisahau. Alafu sisi sama supplier tunaga mapepe. Sio masupplier tu, yani mtu yoyote mpambanaji, yani short. Mpambanaji yoyote apagawi na mafanikio yako wewe. Mpambanaji yoyote anapagawa kuskuti yeye, kama yeye atafanya nini, afanye plani gani akuzidi wewe ulikuwa na mafanikio yako. Lakini eti wewe umefanikiwa afu mpambanaji akuone akukunjie, no. Yeye kwanza anafurahi, kumbe inawezekana kufanikiwa. Kama inawezekana basi na lazima ongeze juhudi. Kwa ni hivyo. Pia amesema supporter tusipagawe na watu ambao wanatuvimbia. Au wewe ambaye juzi nilimwona dansa mmoja kundi la kina Ngedele na hisi yule anaitwa nani, Katuni sijui. Hivyo anza Katuni yule. Alalamika kwa kuna wasanii wanawavimbia. Sasa mtu kama Katuni akina Ngedele ni madansa ambao walikuwa wanajitoa kwa support wasanii kipindi kwenye video zao, kwa sababu ukija kuangalia kama Ngedele na kina Katuni au kina Mbosso, Dogo Mbosso walikuwa ni watu fulani ambao walienda viral sana kwenye upande wa kudansi kwenye singeli, wameenda sana. Lakini ukija kuangalia mafanikio yao ni madogo. Hata kwenye kulipwa kwao walikuwa wanalipa hadi 5000. Natural mimi naona hivi mtu anadansi hapo anavutwa pembeni, mwanangu sielewi, mtu apewa 5000 hapo atoi nauli hapo. Mtu anapambana, ajua mimi napambania kitu, wala napambania mwanangu, kwa sababu kaamini nikiwa kwenye video yake mimi yeye ataenda kutokana tayari mtu leo kwa portali na watu wake. Lakini inakuja kufika sasa mtu anakupambania kwenye video, anaonekana ajiumiza. Ngedele si mnamuona anavyoua yule muni, anapopambana, anavyocheza kwa kutumia nguvu. Lakini anakuwa na jambo lake katika watu anaowaaminia 10 waliokuwa 10 ambao walowasupport yeye, anaowaaminia nikiweka kwenye jambo langu ni wanangu, watakuja katika 10 anza kaja 2 3. Alafu katika wale wasiowaaminia kamtekenya tu kidogo ya blaza na jambo langu, ndio mtu anaenda tena kwa wakati kabisa. Kwa ndugu zangu wasanii, msijisahau hii muziki mjue. Alafu si wengine tupendi kiki mjue. Ndio ni kusapotiana. Sasa kama tunakunjiana sisi wenyewe kwa wenyewe, tunasupport singeli sisi wenyewe kwa wenyewe tunakunjiana eti. Sasa nafikiri singeli itaenda wapi? Au ndo mnaaminia au media kubwa hizo, madansa wakubwa au masupplier wakubwa au madj wakubwa au ndo mnaaminia? Hapa nadili na wasanii kwanza, sidili na watu wote, lama hizi zote nadili nao wasanii, lama za wasanii, kwa sababu watu wengi sana wanalalamikia sana wasanii wanajisahau. Wasanii mnajisahau. Kwa nini mnajisahau? Haya maisha mjue. Wewe umeenda, wewe umefika. Kila mtu anatamani kufika ulipofika wewe, lakini kumbuka wewe hujafika peke yako. Kuna watu nyuma walikuwa wanakusupport. Sasa kwa nini umefika unakataa? Unapagawa na nini? Mimi bwana namkubali sana Dogo Pateni. Namkubali sana Msizo Mofan. Nani mwingine? Wapo wengi ila ambao naweza ngataja hao Dogo Pateni na Msizo Mofan, kwa sababu kwanza kabisa ni Msizo Mofan wa kwanza, afu wa pili ndo Dogo Pateni. Dogo Pateni naye alizinguaga. Alipofuata mafanikio tu akakataa naye, kaenda juu huko. Imekuaje juu kaona pagumu kwa watu wanavimbiana, watu wamezidiana hela huko. Karudi sasa hivi anaishi peace na watu wake wa zamani wale na maisha mengine yanaendelea. Ukija ukimwangalia mtu kama nani? Msizo Mofan. Huyo ndo kabisa anapanda ndege every day. Lakini avimbi, alingi, muni, kachan, fresh, maisha kweli yanaendelea na watu wake wale utakuta duke. Yani Msizo Mofan ndio awe mfano wa kuigwa kwenye mziki wa singeli. Kwa vijana, kwa kijana kama yule na kijana mwenzie kama yule, kwa pale walipofika. Japo hapo wengi kina Sholo Mwamba na kina Tito bado hapo wanafanya vizuri. Sijui akina nani, kina Msagasumu na mwenzie DJ Msolopa na hisi. Bado hapo wanapiga show hapo pamoja nini fresh na wasanii wengine hapo na wasanii wao zamani. Lakini sasa kwa level kwa umri wa Msizo aliokuwa nao kipindi kile na umri wa Duke aliokuwa nao kipindi kile, miaka 10 nyuma tuseme, japo ni midogo niloisemea, ila miaka 10 nyuma,
mpaka sasa hivi bado wapo wote. Wewe bwana wewe, itikeli au na itikeli. Mwanzo nilikwambia mziki wa singeli unahitaji mtu muuni ili aendelee kusurvive kwenye game. Ukiwa mtu wa hiyo wendi utaenda afu utarudi. Wangapi wametusumbua? Za kichwa wapo chini, za kichwa wapo chini. Kwa hiyo ndugu zangu, tusapotiane. Hapo nataka mimi leo bwana, nataka nifanye interview ba msanii fulani, nampigia simu. Halo, vipi kaka? Freshi kama bwana, nataka tufanye interview bwana, kuna kitu fulani nimekiona kinasumbua bwana, kuna mashabiki zako hawaelewi kitu fulani, au kuna kitu fulani kina trend hivi kuhusu wewe. Naomba tufanye kitu. Mambo mengi sijui nini, nitakucheki. Yaani kuna vitu fulani ndio kuletea uvimbaji. Alafu sisi ndio media ambazo tulianza kusupport. Leo tulianza kusupport kwenye audio. Leo tumepiga hatua tunaweza kusupport kwenye video pia. Mtu anakuvimbia kati kwenye audio anakulilia umsupport. Mtu anakuvimbia sasa hivi eti mambo yangu mengi sijui nitakucheki, mara apokee. Akishajua tu unataka ufanye interview apokee simu. Mara sijui nini. Wengine mtu anakuambia nyimbo zangu sasa kupandisha kwenye blogi yako. Mara tu chawi nini? Nyinyi mnapata hela. Hela. Wewe unakunja mimi kupata hizo 3,400. Wakati wewe sasa hivi unapiga show mpaka milioni 2, milioni 3. Mimi hiyo milioni 2, milioni 3 mpaka niiweke ije itimie, so leo, ila wewe show moja tu milioni 2, milioni 3. Hiyo umeitwa. Ukijiandalia mwenyewe mpaka milioni 7, milioni 5, milioni 10 unapiga. Nyie wasanii sisi kwenye blogi huku, na hata kama tunapata sio kama mnapopata nyie kwenye akaunti zenu. Tusapotiane. Mziki wa singeli mbona upo hivi? Yani watu tunajuana upo hivi, lakini mnaenda kuwagea watu njia watu wengine ambao wanatumia hela, au mnaenda kuwagea njia watu wengine ambao kisao media zao kubwa, management zao kubwa zinazo manage media zao, mnaenda kwa support watu. Leo mwanangu mtu akipigwa simu sio na media gani, simu moja tu mpaka status anaweka, ila ukishampigia wewe tu hata hafanyi chochote kwanza. Yaani hata kushughulika na wewe hataki kushughulika, na kuona wewe kama atakupeleka mjini, kumbe anajisahau. Oya, unajua nataka niseme nini hapo? Nataka niwagee tusi wasanii. Sema nyie yaani mnazingua, alafu mimi siwafichi. Ningekuwa mtu wa kukunja au ningekuwa mtu wa kumind, nisingefika hapa nilipokuwepo leo mpaka napata tuzo. Wewe uogopi? Nisingefika. Ila mimi ni mtu wa kunyoosha, mimi mtu wa kutoa fact. Hata ukiangalia wasanii wote hao, mimi nawanyooshea. Msanii anakutetea, mtu anakulaba mfano, saa mwingine unataka kutumia nyimbo tu. Kwa ngoma, yani akwambia nyimbo sambaze, ila akakutumia tu, labda ushajua kama kaachia ngoma mpya na akakutumia tu. Wakati zamani akakutumia hela, anakuomba na anaomba support kwa hali ya juu. Muda huo yani wewe supplier ndo brandi, wewe ndo upo mjini, wewe ndo una jina, yeye ana jina. Ndio mimi sipagai na wasanii wote. Mimi msanii ambaye naweza ngapagana naye yani Dula Makabila peke yake. Na sio kupagawa naye labda kusema labda nini, ni blaza. Ni short Dula Makabila na anafanya muziki, anaingia kwenye muziki na mimi ndo naingia. Yaani sio anaingia, anaiti, anaanza kuiti Ujaulamba pale. Kama baada ya miaka 2 ya Ujaulamba. Mwaka mmoja hivi ndo mimi naingia kwenye game. Alafu sasa blaza sasa dada deki Dula Makabila kaenda juu, yani huko ambao tunajua anapokaa Simba la Masimba. Anakaa naye. Alafu angalia dakika za mwisho anarudi mpaka chini sasa. Anakaa na wauni, anakaa na masela zake, anafanya interview hadi media yoyote. Yani afu kwanza akiamua kutetea singeli anaitetea kudada deki. Alimchanaga lichi msafi macho baada ya kuzingua, baada ya kuikashifu singeli na wasanii wake. Kwa ni mtu fulani ambaye mwenyewe pia yani kimzungumzia Makabila, wasanii wote mlobakia wa singeli wote igeni mfano wa Makabila. Nawaambia igeni. Makabila alingi mzee. Na kama analinga, mmekosana tu katika mazingira fulani hivi. Haupo katika labda kama Makabila akikulingia, haupo katika njia za singeli.
lazima so tu hata mimi unakuja hapo katika njia zangu, tutaongea kibiashara nyingine, lakini kama unakuja hapo katika njia zangu mimi una huyu ndo nilivyo mimi, unaona huyu si anaimba singeli huyu, au si ana support singeli, au si mdau wa singeli, na mimi na si mdau wa singeli. Kuna kitu fulani kitaka ila kinahusiana na singeli, kwa hiyo tunajua nini tunafanya ili mambo mengine yaendelee. Makabila, salute sana, sikupingi my brother. Kwa sababu kwa level uliofikia wewe, so leo hiyo ya kwenda kukaa na Mbwido. Simdharau Mbwido, lakini hana miaka mingi kwenye game kwa sababu, ila anafanya vizuri. Makabila, kwa level uliofika wewe, sio kwenda kwenye media. Kuna baadhi ya wasanii unawataja wa so level yako ya kuwataja, lakini mpaka unawataja ni namna mojawapo kuwa unajua miko yani unajua sheria za singeli. Ni moja ya kusupport kwanza, kwa sababu ukishamtaja mtu fulani tu katika media kubwa kama ile Wasafi pale, ukishamtaja sijui bado umemtaja sijui nani pale, ni moja ya kumsupport. Lakini kwa wasanii wa Bongo Flava utasikia sijui nani nitaje jina lako dogo fulani sio lifanya hivi. Hizo ndo njia zao za Bongo Flava, lakini njia zetu sisi za singeli ndo kama ambazo unapita wewe brother Spingi. Njia nyingine hiyo nishamsifiaga MCs hapo nyuma. Nakuja kwa nani huyo? Makabila anataja wasanii wa singeli kwenye media yoyote, anawaambia nini, anaongea vitu chochote. Sio kama anaongea hivyo baba. Ana support. Anakusupport wewe na kuongelea ujue. Bali ukatae. Wanamlipa ujue yule mtu wanamlipa Makabila utamuongelee. Ila wewe msanii unaweza kuja Makabila anaongelea pale kakusupport wewe uende. Wewe kwa heshima Makabila, support yako na heshima yako kwenye muziki wa singeli bado tunaiona, na bado hujavuka miko ya singeli, hujaipinga. Hayo mambo mengine ambayo unaishi na wewe ni muonekano. Wewe msanii lazima ujitengenezee muonekano. Ukisema sijui mtu anajichoboa, sijui mtu anafanya hivi, analamba lips, huo ni muonekano wa kisanii. Lakini usela na maisha ya singeli yanakuwa hapa rohoni, ndio kama anavyoishi Makabila. Msizomo fan naye itikeli anazo. Msizomo fan kwenye muziki wetu wa singeli, umemwona anachokifanya? Anawashauri wasanii wenzake wa singeli tusipende kuiba nyimbo za Bongo Flava, kwa sababu yeye ni mtu ambaye anapiga sana show nje. Anaenda huko saa kama yeye Diamond katoka Masava, naye aje aimbe kwa Masava hivyo hivyo. Akaenda kupiga show Dubai kule, aimbe kwa Masava. Mbona hii Diamond au? Mbona Diamond gani sasa? Mijiwe ndio mchezo kaona muziki wa singeli umekuwa. Anawashauri na mimi pia nawashauri wasanii wa singeli, msipende kukopi nyimbo za Bongo Flava kuziingiza kwenye singeli, mnaua mziki. Yaani msifanye chochote cha kukopi kutoka kwenye Bongo Flava kuleta kwenye singeli, mnaua mziki, kwa sababu singeli washaiamini hadi yao Bongo Flava wenyewe na wanaiogopa issue. Yaani waambie tu wasanii wa singeli na wadau wa mziki wa singeli, hakuna mziki wowote hapa Tanzania ambao unaogopwa kwa sasa kama singeli, ila kasi inapungua, naiona. Kwa nini tunapunguza kasi? Wenyewe tunapenda kushirikisha sana vitu vya Bongo Flava kuvitia kwenye singeli yetu, ndio tunaua sana. Tupambaneni jamani, mziki wa singeli mziki mzuri, kacha asili yetu. Kwa nini mfano anaenda kupiga show every day uko mbele? Sikiliza beat anazotumia, bado zina utamaduni. Singeli mnaiharibu ndugu zangu, mnaiboresha zaidi, mnaipigia kompa sana, zinazidi kompa piga, lakini kuna vitu vingine inabidi viwepo kwenye mziki wetu wa singeli bwana, tusiboreshe hivyo, tunazingua. Alafu kwenye swala pia la kuibiana mabiti kwenye mziki wa singeli, yani singeli kwa singeli biti zikachukulika, hiyo kawaida ndugu zangu, niwaambie pia. Kawaida biti ya singeli haina biti official. Singeli bin ninavyojua mimi biti yake ni biti tayari ambayo ishafanywa. Kwa sababu singeli nahisi kama sijui yani yule mwenyewe kisingeli, kwa sababu singeli mwenyewe ni kuna dance, kuna dogo janja mmoja anaitwa kisingeli, si blaza maana kitambo, sio mimi dogo janja, kwa sababu jina lake limekaa kisingeli ndio mimi dogo janja, no, ni blaza mmoja nahisi anaitwa kisingeli, ndio mwanzilishi wa jina la singeli, kwa sababu neno hilo singeli hilo lilikuwa mtu muziki unaimbwa, mtu anacheza sana hivyo,
dance nini, ukisingeli noma huyo ndiko kigodoro, ukisingeli noma, wanacheza ukisingeli sio poa, ndo mpaka muziki tena wakaja wakaitwa jina la kisingeli, ila huyo ni dancer mwenyewe alikuwa anaitwa Kisingeli, sababu jina lake anaitwa Kisingeli. Kwa hivyo kwa anacheza na Kisingeli, sio poa, Kisingeli ndio hivyo, ndio jina la kale akalibebesha. Je, mnajua hiyo? Hamjui. Kuna muda pia inabidi sisi masupporta wa Singeli tukusanyike, tufanye hata zile show ambazo za kuwasupport wale waanzilishi wa mziki wetu ambao saizi hawana ya maisha, ambao wapo tu, tufanye hata zile show za kuwasupport bwana. Kiingilio 3000 2000 bwana, pale mtu mzima Msagasumu yupo, Makabila pale mtu mzima yupo, wakishakopa watu wawili tu wana uwezo wa kuhamasisha watu wote, au sio bwana? Ukija huko kwenye watu wetu na Bakola, ukimtia Kaje, ukimtia Jeusi pale, ukimtia Mufani, yaani kuna wasanii ambao tukijaza jaza ambao wale wenyewe official ambao walitoka kweli kwenye muziki wa Singeli. Achana na Namba D, watatubania pua tu, watatulambia sana lips. Namba D hawajui muziki, wanaiti TikTok. Sisi tumesupport muziki TikTok hakuna bobu. Tuna download nyimbo za Diamond, nyimbo tu za Diamond za Aziz tuna download Tubid. Opera Mini ndo kidogo zinatamba hizo Tubid. Muziki wenyewe utapostia wapi? Nani supporter Singeli au nani ambaye mwanzilishi wa Singeli kipindi hiko kuna idea kwa mtandaoni unaweza kufanya kitu ukaposti vitu kwenye, yani kuposti nyimbo ilikopo ni bado katumia nguvu nyingi kusupporti mpaka ulipofika ni kitu fulani ambacho kipo inabidi tupewe heshima yetu, au sio bwana? Tunarudi pale pale kwa MC Zomo fan tena. Kisa anachokifanya ni kacha, bado anapiga muziki kacha, ndio maana nataka enda kule ni Mungu anacheza tu na enjoy. Mwangalie DJ Traveler. Fatisheni vitu vinavyopigwa. Traveler sana anachokifanya, kwa kuna kacha fulani anaipiga hivi. Hata kama akisema aende labda aende wapi? Hapo. Hata akisema labda aende wapi, labda aende nje ya nchi yoyote na Tanzania, akipiga hata mawacheze yani. Yaani kuna vikacha fulani hivi ambavyo kama mtu havijui yani, ila vina feeling. Unaona tobo asili. Ngoma za sasa tunaziona, yani ni muziki fulani kama unaujua, kama hujui, afu kuna feeling fulani unavisikia ndani yake. Ule ndo asili ya muziki wa Singeli. Muziki wa Singeli ikipigwa tu hapo, biti nini tena? Biti imekupo hivyo, biti muziki ule si hatuna jamani. Kama mnafanya fanyeni kuboresha muziki, lakini kila siku mtakuja kuwaona wale ndo wanapata tuzo kwa sababu ya nini? Singeli wenyewe wanaijua, kachi yake inajulikana. Kwa hiyo tutumie akili sana kuisupport Singeli, tutumie akili sana kujikuza sisi wenyewe kwa wenyewe. Kitu ambacho kikubwa na cha mwisho naweza nikafunga katika kipindi. Baada dakika 2 pale, ikifika dakika 25 nafunga kipindi, ila dakika hizo 2 zilizobakia naongelea tu kitu. Na kama kuna mtu ambaye sijampa heshima yake, watu mpo wengi, siwezi kuongelea wote. Mtanisamee, ila wote nyinyi ambao tunafanya Singeli tujisupport wenyewe kwa wenyewe. Tuzisupport media zetu wenyewe kwa wenyewe, hata nyinyi mkitoka, sababu umeona kama hapa Makabila umeenda mjini, star unajulikana. Kuna muda bidi uangalie chini huku, kuna media gani ambayo inafanya vizuri ya Singeli? Hii support sasa. Unasupport kwa nini? Wewe mdogo wangu una media tufanye kitu fulani kusupport media yako. Makabila umeenda Edula Blaza. Nani sasa? Somali, Stizo. Sijui nani? Wote nyie. Sijui nani? Wote mmeenda. Kwa hiyo mnabidi nyie kuna muda mchukue media fulani mnaisupport. Media fulani msiangalie wala kisa huyu mimi ndo nakaa naye sana, kisa huyu ndo rafiki yangu sana, kisa huyu ndo nini sana, kisa unakaa naye jirani ndio msupport. Tusiharibu. Wewe ambao umepiga hatua kwenye muziki wa Singeli upo juu, shika watu chini, shika wenzio chini wa Singeli, tanua muziki wetu, tanua media zetu. Media za Singeli zipo nyingi sana, hazijaenda viral, zinaenda media ambazo zipo miaka yote zile why inaenda media ile kubwa tu siku zote. Kija kwenye Singeli inaenda yenyewe, kija kwenye muziki wao nya Bongo Flava inaenda yenyewe, kija kwenye nini tutakula wapi sisi sasa? Sisi masupplier wengi au wasanii wengi wa Singeli au ni masupporter wengi wa Singeli hujasoma, asilimia nyingi hatujasoma, waliokuwa wamesoma ni wachache wanahesabika. Kwa hiyo tusiseme wasanii wa Singeli nini, na kama hao wamesoma ni hao Namba D wanaokuja kufanya muziki sasa hivi, wametoka shuleni huko wanafanya hivyo
ni watu wa sasa hivi, lakini asilimia nyingi ambao Singeli official ambao tulio support umesoma sana, umemaliza form 4 anapo umesoma sana, afu unaingia kwenye muziki na bado kwenye muziki hata kipengele vita na mama yako, vita na ndugu zako, kwani unaimba muziki wa kiuni? Sasa hivi unaaminika. Kwa mimi ninachoomba tusapotiane sana wasanii, kwa sababu ninachokiomba hapa ni kwa wasanii. Wasanii nyinyi mmeenda kwa, kama wasanii nyinyi mmeenda tu, naomba msupport sana media. Mimi nimepokea tuzo supplier ambaye ni support muziki wa Singeli kwenda haraka mtaani zaidi, au sio? Nimepokea tuzo. Sasa nikaona mimi nimepokea tuzo hii, kumbe inawezekana. Na hapo bado nimepewa tuzo hiyo kwa na support mpaka wanakuwa wakubwa. Kwa nimeona kumbe inawezekana, na nilivyokuwa nataka ndo hivi. Kwa basi na mimi nawastua wasanii, mtu support media zetu. Kesho na kesho kutwa niliomba dakika 2 niendelee kuongea afu nimalize kipindi, lakini naona bado naendelea kuongea kwa sababu naamini kesho kutwa zitakuja kutoka tuzo za supplier tu wa Singeli. Zitakuja kutoka tuzo za media za support Singeli. Rekodi zetu sisi bado mbovu. Rekodi zetu sisi za masupplier Singeli ni mbovu. Ubovu wake upo wapi? Ubovu wake upo pale ambapo aliyokuwa ambaye msanii ambaye anafanya hiti sasa hivi ni msanii ambaye mara nyingi ni utani, msanii ambaye kaanza juzi na trend sana, si TikTok inambeba, ana trend kwa hata wewe anakujua ni msupporter supplier miaka hiyo na hiyo kabla hata hajaanza kuimba, lakini sasa unajua nishamvuka sasa hivi baki fezea nini babu, hii muziki supportiana wewe bado hii miko ya Singeli, na ndio maana wengi wakifajua pigo za kichwa wanarudi chini wanalialia tena moja. Sisi tunaangalia, sisi tuna imani afu hauna support tena, acha nendeni na dogo zetu Tikeli nendeni. Maisha haya se. Tangazo langu atanilipigia leo, ni tangazo bado nakuja, nimepata tuzo. Hii sio tuzo, hizi ni tiketi bwana, ambazo za kama unataka kwenda kule na mimi pamoja kunisupport kupokea tuzo yangu fresh. Tiketi VIP 100,000. Sasa kama VIP 100,000 na hizi zangu mimi za VIP. Kwa sasa kama hizi za 100,000 wewe utatoa elfu ngapi? 30,000 tu, 70,000 kwa kila mtu. Mimi yani nitajua itakuwaje, nitasupport, nitachangia 70,000 zenu, hiyo 30,000 zenu tupate gari la kula kuwafuata kila mtu ambaye anataka kwenda mpaka mtaani kwake huku, nafuata nakuja naye kipindi nimemaliza hivyo. Ndugu zangu, mimi nitaongea sana sababu na mengi ya kuongea kuhusu muziki wa Singeli, na watu hawajui wanaopeleka hata mimi inaniuma, unajua ninavyoona watu wanataka mpaka mtu anafikia kabisa kusema eti wasanii wa Singeli wa shamba. Sirudie my bro, hii muziki afu sana Singeli wa juu, yaani usiangalia walamba lipsi wako ambao unawapigia simu wanakuletea mavimbo ndio kachukulia wote wale waimba Singeli wa shamba. Singeli kaacha mzee, wauni mzee, alafu ni wetu sisi so asula uni wetu sisi polooni, afu sela imani sela itike. Sasa utasemaje ni waimba Singeli wote ni wa shamba? Mbona ingia kwenye vita ngumu kama hivyo my bro? Mbona unaingia tika nikiwa wauni tumpe hukumu gani ulichimsafi? Mbona katudharau waimba Singeli na tunasio wa shamba? Mbona kadharau muziki wa Singeli, anasema muziki wa Singeli wa kishamba sijui wa kinini? Nikiwaambia wauni wakupe hukumu mzee, unajua wauni wakiwa kukatae waulize wenzao walokatala bwana wauni ilikuwaje? Usirudie mzee, usirudie. Tukiandamana masupplier tulipeleke jambo lako afu tuseme kabisa bwana huyu mtu kakanyagia Singeli. Haipendi Singeli, anataka Singeli ishuke. Na ikishuka sisi ambao tunategemea Singeli tutaishi vipi? Kwa nini kaikataa Singeli? Utaumia my bro, usipende kukanyagia Singeli. Heshima. Kwa hiyo namba zinafanya vizuri 4532 kwa imani 66 hapo. Wewe